Ninaitwa Askofu Ezekiel Joseph kutokea pale Mbagala Beroya Saints Church. Nilikuwa nataka tujifunze umuhimu wa kuheshimu mamlaka. Ndicho kitu ambacho nitataka tukizungumze kwa pamoja. Hesabu ile sura ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 3. Basi Kola mwana wa Aishari, mwana wa Kohath, mwana wa Lawi, akatwaa watu pamoja na Dathani na Abilamu wana wa Eliab na Oni mwana wa Peleth, waliokuwa wana wa Rubeni, nao pamoja na watu kadhaa wa wana wa Israeli, watu 250, wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. 3, nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuwaambia, ninyi inawatosha kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Jamaa anahoji. Sasa ninapoweka msingi wa somo hili, nataka niseme kuwa ndani ya huduma yeyote au ndani ya kanisa huwa tuna makundi makubwa mawili ya watu. Nalisema hili, nimekuwa mchungaji, huu ni mwaka wa 27 nikiwa nashika maiki na kufundisha, kuhubiri. Kwa hiyo sizungumzi vitu vya kokotokota hapa na pale, nazungumzia kile nilichokiona katika hii safari ya miaka 27 ya utumishi. Huwa kunakuwa na makundi mawili makubwa ndani ya huduma. Napozungumzia huduma, mfano tunapozungumzia Lenafe, tunapozungumzia Beroya, tunapozungumzia huduma yoyote ile. Lakini sio huduma tu, hata ndani ya kanisa uwezo ukayakosa haya makundi mawili. Kundi la kwanza ni wale watu ambao wamejitolea kutumika kwa uaminifu kwenye maono ambayo yapo. Hili ni kundi la kwanza. Yaani watu hawa wanakuwa wamejitolea kikamilifu kutumika kwa uaminifu kwenye maono ambayo wapo. Na ili uweze kulitambua hili kundi, watu hao waliojitolea kutumika kwa uaminifu waga hawanaga sura mbili, huwa wana sura moja. Napozungumzia sura mbili, huwa tuna watu makanisani au katika huduma huwa wanabadilika. Yaani mwezi huu ana sura nyingine, mwezi unaokuja na sura nyingine, mwaka unaokuja na sura nyingine. Sasa hawa waliojitolea kuwa uaminifu waga wana sura moja, hawana sura mbili. Na wanapokuwa na sura moja, huwa wapo tayari kutoa muda wao, kutoa nguvu zao na kutoa mali zao kuhakikisha kuwa huduma na kazi ya Mungu inakwenda mbele. Ukiona watu wa aina hii, siku zote endelea kukumbuka ni lile kundi ambalo askofu aliwahi kutufundisha kwenye maadhimisho ya miaka 10 ya Lenafe. Watu wa aina hii wanapokuwemo
ndani ya kanisa au wanapokuwepo ndani ya huduma, wale viongozi wakuu huwa wanawaamini, lakini pia huwa wanawategemea. Na mwisho wa siku watu wa aina hii unaweza ukakuta amekuwa askofu wa jimbo, wa kanda na vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kiongozi mkuu amejiridhisha, amemwamini ni mtu ambaye anaweza akamsaidia jukumu kwenye ngazi anayompatia. Sisi maaskofu waga ni vigumu sana kumpa jukumu mtu ambaye humwelewi, kwa sababu maono yamegharimu maisha yetu, yamegharimu nguvu zetu, yamegharimu hela zetu, yamegharimu muda wetu. Kwa hiyo unapozungumzia maono, maana yake unazungumzia kila kitu alicho nacho kiongozi, maana yake kawekeza kwenye hayo maono. Na kwa sababu amewekeza, nia yake na moyo wake ni kuona wanapatikana watu wengine wanaoweza kuyabeba yale maono na kuweza kukimbia nayo kwenda kwenye vizazi vingine. Kuna wakati nimekutana nayo mimi haya. Kuna wakati kuna watu wanaweza kuwa wanashambulia, yaani askofu, kwani hamuoni fulani jamani? Wewe sana fuata kwa katibu mkuu. Hata makamu wa askofu anafaa. Lakini wewe wajui watu unaoongoza kama mimi ninavyowajua. Miaka ya nyuma kuliwahi tokea shida fulani kwenye nchi yetu. Ni migogoro ya kawaida. Miaka ya nyuma, nafikiri ni wakati wa Mkapa. Mkapa aliwahi sema neno moja, akasema mimi nina vyanzo vingi vya kusikia na kupokea. Kwa hiyo ukiona nimesema jambo, elewa kwamba nimejiridhisha kama kiongozi wa nchi. Na sisi pia tunapokaa na watu huwa tunawaelewa. Na mwingine inawezekana akakaa kanisani hata miaka 50 asiwe hata shemasi, kwa usalama wa maono, kwa usalama wa huduma. Sasa ukiona hivyo, jua baba kuna mengi anayoyaelewa kuliko. Usiamke tu na kwanza kusema unajua, yaani watu wenye nguvu wapo hawapewi uongozi, yaani askofu ni binafsi sana. Askofu hawezi kuwa binafsi kwa sababu anahitaji watu wa kumsaidia kazi. Hawezi kuwa binafsi kwa sababu anahitaji watu ambao watamsaidia kazi. Hii kazi tunazozifanya uwezi ukazifanya peke yako, unahitaji watu. Na ukibeba kila kitu unaweza kuondoka mapema duniani kabla ya wakati. Lakini uwezi tu kumkabidhi mtu yeyote unayemwona mbele yako. Hapana. Wakati Mtume Paul alipokuwa anaongea na Timotheo katika Timotheo wa kwanza 2:2, anasema na yale mambo uliyojifunza kwangu mbele ya watu wengi, anasema wakabidhi watu waaminifu, moja watakaofaa kuwafundisha na wengine. Hasemi tu yeyote yule wewe mkabidhi, wakabidhi watu waaminifu. Nilikuwa najaribu kuangalia neno watu waaminifu. Katika tafsiri za asili inafafanuliwa kwamba ni watu waliolinda imani yao, wamelinda imani zao. Ni watu wa kweli, ni watu wenye mfano wa kuiga, ni watu wanaoweza kutegemewa. Anasema hao wakabidhi. Neno kukabidhi ni neno la kibenki linalozungumzia uwekezaji wenye faida. Yaani Mungu huwa hafanyi biashara ya hasara. Anapowekeza anataka faida.
Tayari tuna mtume Paul, tayari tuna Timotheo, lakini kuna watu wengine wanahitajika ili kufikia vizazi vingine. Tunachukua watu gani? Anasema watu waaminifu. Kwa hiyo kundi la kwanza la watu ambao tunakuwa nao kanisani ni wale waliojitolea kutumika kwa uaminifu kwenye maono waliopo. Hawa wapo committed kwenye maono ambayo wapo. Huwezi kuwayumbisha kwa namna yoyote. Hawezi akaja mtu akawatoa tu kanisani au kwenye huduma kiurahisi rahisi. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu wameamua kujitolea. Unajua, huwezi kuwa, yani haiwezekani tukawa maaskofu wakuu Tanzania nzima, kama ambavyo haiwezekani watu wawe marais nchi nzima. Ila kuna baadhi ya watu wanaweza wakashika hizo nafasi, na wengine wanapoona huduma imeanza wanahisi kama rais fulani hivi. Muulize huyo aliyeanzisha, atakueleza. Wengine wameitwa kutumika chini ya wale waasisi, na wengine wanaweza kuja kuwa maaskofu kwa kuteuliwa na wale waasisi. Lakini hayo yote yanategemeana na mkao wako ndani ya huduma, ndani ya kanisa. Unakaa mkao wa aina gani? Je, ni mkao ambao unampelekea askofu kukuamini, mchungaji kukuamini, au ni mkao ambao unawafanya watu wakae na wewe kwa tahadhari? Kama huyu ni kama bomu, yani muda wote linaweza likalipuka. Kwa hiyo mnabidi mkae kwa tahadhari. Hivi sasa Mashariki ya Kati, kila nchi wamekaa kwa tahadhari. Anything can happen anytime. Sasa ukikaa mkao wa aina hiyo kanisani, utakosa vitu vingi sana, utakosa fursa nyingi sana. Huwa ninawaambia wachungaji kule, nawaambia fursa ndani ya taasisi huwa zinaanzia kwetu viongozi wa taasisi, alafu sisi ndo tunaamua kuzigawa ziende wapi, wala sio Yesu. Yani sisi ndo tunaoamua. Kwa hiyo ukikaa mkao usioeleweka, hata kama imekuja fursa, wapi, yani nitakuwa kama sikuoni, na wala Yesu hata ni hukumu. Kwa hiyo kwa nini? Nalinda maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa, ili kundi la watu waliojitolea kwa uaminifu, huwa wako tayari kukaa chini ya mamlaka, chini ya uongozi uliopo. Hawana shida, wako tayari kujinyenyekesha kwenye uongozi uliopo. Na nikupe siri moja, huwezi ukawa na mamlaka kama hauko tayari kukaa chini ya mamlaka. Never. Huwezi. Ukitaka uwe na mamlaka, lazima uwe kukaa chini ya mamlaka. Kwa hiyo tunakuwa na watu makanisani, ni mshirika, lakini ni kama atambui hata uwepo wa mchungaji. Yani kana kwamba mchungaji yani kama yupo vile. Yani anakuwa kwenye taasisi, lakini ni kama vile atambua hata kama kuna askofu kule juu. Yani yupo tu. Hiyo ni ishara ya mtu ambaye hajajitolea. Na hawa watu wasiojitolea, tutaangalia ile kundi baadaye, huwa ni vyepesi sana kuhama huduma, anaanza katoka kaenda kwingine. Ila waliojitolea kwa sababu wamewekeza, waga sio rahisi kuwatoa. Kuna kanisa moja pale Pwani Kibaha, kulitokea shida kidogo, watu wakayumba, wengine wakatoka. Kuna mama mmoja akasema, mimi hapa stoki, nimewekeza hela zangu hapa
Akasema kwenda kuanza ujenzi upya. Siko tayari. Tumebeba zege hapa, tumebeba ndoo za maji, michango, sitoki, tutabanana hapa ya. Huyo kawekeza. Ukiona mtu amekwazwa tu kesho hayupo, wapi, hajawekeza. Na wachia huduma yao, kwaya yao hiyo, kanisa lao hilo, huyo mtu hajawekeza. Hajawekeza. Waliowekeza waga hawanaga maamuzi ya kurupuka hata siku moja, kwa sababu waga wanahesabu gharama. Ukisha hesabu gharama unasema no, mtabaki hapa. Kama kuna changamoto yeyote tutaitatua, tutakaa vikao, tutashauriana, tutaombea na mambo bado yatakasa. Ndio maana ili grupu la wasiojitoa tuliangalia baadaye. Yaani hawezi kukaa chini ya mchungaji mmoja. Yaani unamkuta mshirika ana wachungaji kama 7. Ukimliza Tambani unasali wapi? Makanisa yote Tambani ni ya kwangu, kasoro msikitini. Unaona kabisa kwamba wewe sio askofu. Maaskofu ndio wao wanasimamia makanisa 2, 3, 4. Wewe unatakiwa uwe na kanisa moja unalosali ili watu wakuelewe. Ilikuwa jana usiku nilikuwa naongea na kiongozi wangu mmoja, nilipigia simu. Nikamwambia fulani sijamwona kanisani hapa kama miezi hivi, bado ni mshirika wetu au kashahama? Kwa sababu kuna wengine wanakaa kimtego kanisani, yani kajiegesha. Ili likitokea lolote na sali Tambani, askofu wangu ni fulani, ni Fredi yani kajiegesha kiaina, kidesign. Ili kitokea la kutokea anapapegamia. Nikamwambia bwana, naomba mpigie simu muulize ili kama hayupo tumtoe kwenye orodha yetu hapa. Hatutaki shida hapa. Akanambia haina shida Bishop, leo ninakutana naye. Taongea naye. Nikamwambia fanya hiyo kazi. Kwa hiyo yani maaskofu wanahitaji watu wa kweli waliojitolea, na hata Yesu pia anawahitaji watu. Hata Paulo pia alihitaji watu wa aina hiyo. Watu swala la kutoa michango yao sio shida. Kuna jambo lolote utaona wanashiriki. Kuna wengine kila linalofanyika wako tayari kutoa chochote kwa kisingizio hawana hela. Hakuna mtu mwenye hela ambazo hazina kazi zimekaa nyumbani. Hakuna. Ila tunaamua tu kujibana. Kuna wakati tunasapoti maono, unabadilisha aina ya milo nyumbani ili kuhakikisha kuwa kazi fulani zinafanyika. So kwa sababu kuna hela. Hakuna. Sawa. Kundi la pili ni wale ambao wako ndani ya huduma lakini hawako tayari kuheshimu mamlaka na kufuata utaratibu wa huduma. Hilo ni kundi la pili. Yaani kundi hili wanakuwemo kanisani, wanakuwepo kwenye huduma, lakini hawapo tayari kuheshimu mamlaka na kufuata utaratibu wa huduma. Hili ni kundi la pili. Yaani inawezekana akawa kanisani hapa lakini zaka hatoi, anakuja kanisani siku anayotaka yeye, alafu anakuja pia kwa muda anayotaka yeye. Wakati mnafunika macho kufunga ibada, matangazo bado hayapo, ameshatoka tayari, yuko msikitini kule chini. Hataki kushiriki chochote kile. Hili ni kundi hili linapokuwepo ndani ya taasisi, aliweza hata kutambua uwepo wa askofu hapo juu. Hata akikaa miezi mitatu aje kanisani, ukimuuliza unasali wapi? Si Tambani pale Lenafe ndo unasali kwetu bwana.
wakati na miezi minne na hajatoa taarifa kwa mtu yeyote. Yeye anasema ni mshirika wa kanisa, hataki kufuata utaratibu. Unajua, mimi waga ninajiuliza, unapokuwa kwenye kanisa la watu wanaoamini kutoa zaka, wewe utoe zaka, maana yake nini? Katafute basi wale ambao wanaamini kutoa zaka, kajiunge nao. Kwa sababu unapokaa kwenye kanisa la wanaoamini kutoa zaka, wewe utoi zaka, maana yake kutokutoa kwako unaanzisha imani nyingine ndani ya imani. Na huyu mtu ni rahisi sana kuwajengea wengine msingi huo. Ili ni kundi la pili. Ikiwa kanisani alitaki hata kutambua uwepo wa mchungaji, yaani kana kwamba yupo tu, na ukimuuliza ile ndio kanisa letu bwana, tumefanya kazi miaka mingi bwana. Ukimuuliza kazi gani, hana maelezo yote, ila yupo. Kama ni mchungaji ana kanisa lake sijui wapi Kingugi kule, unakuta hata bango la dini hajaweka. Akiweka anaandika tu Mandazi Gospel Center, ile Lenafe kwa ufupi inawekwa herufi ndogo, yaani ukiwa kwa mbali uione pako vae miwani. Ukishaona hivyo jua hapa kuna shida tayari. Unajua kabisa kwamba hapa lolote linaweza kutokea kama ilani. Kwa hiyo huyu yupo, lakini na akiwa ni mchungaji, yeye yuko tayari kujikomiti kwenye ratiba zake, sio za taasisi. Yaani mkiweka za taasisi yuko bize, ila yuko bize kwenye ratiba zake mwenyewe za huku. Wakati huo anatumia vibali vya taasisi hiyo kukusanya zaka, sadaka, michango. Maana yake huwezi kuwakusanya watu kwenye nchi na kwanza kuwadai zaka. Huwezi. Hawa watu ni wa serikali. Kwa hiyo taasisi inaposajiliwa, maana yake serikali inatambua kwenye hii taasisi kuna mambo ya zaka. Wanda wanahoji kwenye katiba, vyanzo vyenu vitakuwaje, zaka, sadaka, michango, nini. Kwa hiyo vinapokusanywa, maana yake serikali haina shida, inatukubali, inakupa uhalali wa kuendesha taratibu zako ndani ya taasisi husika. Ilikuwa na mchungaji mmoja alikuwa kwenye mkoa fulani. Ukifikia ule wakati wa makongamano ya pamoja, anapanda mlimani maombi wiki 3. Kama sasa wakipanda wote mlimani, atake kujua kunani? Sasa mfano wote wapande mlimani, unafikiri hili kongamano atahudhuria nani? Unajua kuna vitu unajaribu tu kutafakari katika hali ya kawaida ya. Nikamwambia bwana, hatuendi hivyo. Haya mambo ya kupanda mlimani, kuna wakati nilimshusha, nikamwambia sasa nakuamuru ushuke. Nisipokuona, yaani utakuwa umeshajitoa kwenye taasisi. Hatuwezi kuwa na wengine wako mlimani, wengine wanafundishwa huko. Hapana. Mungu ni Mungu wa taratibu bwana. Unajua unapokuwa na kanisa liko chini ya taasisi, heshimu ratiba za taasisi. Mnapopangiwa maombi, heshimu kwamba jamani, makao makuu wametoa maelekezo. Mnapopangiwa sijui kuna kongamano kama ile la kitaifa, heshimu ratiba zingine, weka pembeni, zitafuata baada ya kongamano la kitaifa. Unapofanya hivyo, wewe unaheshimu mamlaka, lazima yaheshimiwe. Anza kuweka nauli kidogo kidogo. Tena mimi nashauri wachungaji wao wanakuja na wake zao, waje na makatibu wao na watunza hazina wao, na ndio uhai wa taasisi. Mnajua taasisi, kama mtakuwa kwenye taasisi alafu hamwezi kukutanika mkakaa vikao mkatathimini mambo yenu,
kuna hatari ya kuwa na taasisi moja yenye imani 10 tofauti ndani yake. Yule wa Nzega anatapisha watu, wa Igunga anauzia watu mafuta ya upako, wangapi sijui tasio moja. Wa Mwanza anatapisha watu, huyu wa huku sijui anauzia nini watu. Hapana. Alafu bahati mbaya sana, unapokuwa chini ya taasisi yoyote, kunapotokea jambo la ajabu kwenye moja ya kanisa, yani inachafuliwa taasisi yote. Yani watu wanajua kwamba wale waga wanaamini hivyo. Kumbe kuna mtu mmoja tu ambaye ameharibu, lakini ule uharibifu wake unaathiri pia sifa ya taasisi. Alafu sisi wachungaji huwa tunahubiri sana, hatuna muda wa kuhubiriwa. Njoo na wewe uhubiriwe, ufundishwe, uombewe. Kama una nguvu za giza tuzitoe, ili ukirudi huko kazi ya Mungu iwe nyepesi na iende mbele pia. Kwa hiyo uzuru huu kila wakati sina nauli. Kuna mwingine anakuja ila nauli ya kurudi anakuambia hana. Hivi mwaka mzima kweli jamani? Hebu tuwe serious. Kwa hiyo dalili hizo ni ishara zinazoonyesha kwamba wewe hauko tayari kuwa chini ya Mungu. Unajua, huwa kuna muunganiko wa karibu sana kati ya kiongozi wa taasisi na watu ambao wako chini ya taasisi. Huwa kuna muunganiko wa ndani. Yaani mtu ambaye unaye unajua kwa sababu fulani yuko, na mtu ambaye hayuko unajua kwa sababu huyu hayuko. Na aliyejegesha pia kama gari bovu unajua kama huyu hapa kajegesha. Yaani unakuwa na uelewa wote. Kwa nini? Huwa kuna connection ya ndani, kuna muunganiko wa ndani. Sasa hawa watu ambao hawako tayari kukaa chini ya mamlaka, tumesoma kwenye Hesabu pale 16, ni aina kama ya kina Kora, sasa kina Dasani na watu wengine ambao tutawaangalia huko. Jambo hili kwanza haliwezi kukubaliki. Kwa nini? Uwezi ukakaa chini ya taasisi alafu usiheshimu mamlaka ya juu yako. Hilo tu litakunyima fursa nyingi sana. Na kuna wakati unaweza kahisi kwamba askofu huwa ana upendeleo fulani. Kumbe wala sio upendeleo, ila huwa anawatazama zaidi watu waliojitolea kwa ajili ya kazi. Hata kanisani pia mchungaji anaelewa watu wake. Waliojegesha anajua huyu kaegesha. Na ambaye yuko committed anakuwa anajua kwa sababu fulani sina shida naye. Yupo. Hata kama ukimuuliza usiku ukampigia simu na washirika wangapi atakuhesabia huko, anaowaelewa. Na waegeshaji pia anakuambia fulani tunaye tu, lakini chochote kinachotokea muda wote. Lakini yupo. Mahali popote ambapo utaratibu usipofuatwa, mara zote huwa lazima vurugu na machafuko yaweze kutokea. Tukikaa kwenye huduma hatutaki kufuata utaratibu wa huduma, maana yake mwisho wa siku machafuko yatatokea. Na sisi kama viongozi tupo tayari kusimamia utaratibu ili kila kitu kiweze kwenda vizuri. Na huo ndio moyo wa askofu, ndio moyo wa viongozi. Tunatamani utulivu wa kihuduma, tunatamani amani ya huduma, tufanye kazi kwa upendo, kwa amani. Unaona? Sasa napozungumzia utaratibu, ili neno utaratibu, hebu sema utaratibu. Utaratibu maana yake ni kufanya kitu sahihi kwa njia sahihi na kwa wakati sahihi. Hiyo ndio tafsiri ya utaratibu. Kufanya kitu sahihi kwa njia sahihi na kwa wakati sahihi. Maana yake kama tuna kongamano kama hili, alafu wewe
ukaamua kuandaa maombi ya wiki nzima kanisani kwako, unachokifanya sio kibaya, ni kizuri, ila umekosa utaratibu, kwa sababu hivi sasa tunatakiwa kukusanyika hapa, sio kuandaa semina huko. Siku moja miaka ya nyuma sana, nikiwa kijijini kule Tabora, kulikuwa kuna kongamano la dini fulani. Sasa kuna wachungaji wakatoka kijijini wakawa wanakwenda mjini kule kwa ajili ya lile kongamano. Wamefika sehemu fulani, wakaanza kufanya uinjilisti, wakaombili wakaokoka watu, wakakaa pale siku 2-3. Wameenda siku ya mwisho kwenye kongamano, askofu anauliza, kwa nini mmechelewa? Yaani tumefika sehemu fulani pale, tukahubiri injili, watu wakaokoka mapepo. Sasa wasema nyewe mna akili timamu? Yaani walichokifanya sio kibaya, ila sio kwa wakati sahihi. Wakati uliokuwa umepangwa ni kwenda Tabora kwenye kongamano, wewe unaanza uinjilisti. Ni kukosa utaratibu. Kwa hiyo ili makanisa yetu yaweze kwenda vizuri, lazima watu wawe tayari kufata utaratibu uliopo katika huduma, na kama hawatakuwa tayari kufata utaratibu, manake matokeo yake inawezekana kukainuka mambo ambayo yanaweza yakatuharibia mwelekeo wa taasisi na kadhalika, jambo ambalo tunaliona katika Hesabu 16 pale Bwana Kola na timu yake wanainuka. Ni kwa sababu hawakutaka kutambua uongozi ambao ulikuwa pale juu, na kuona kana kwamba Musa kajiweka pale juu na kutakiwa kuwa pale juu. Ukiangalia hii roho ya uasi ambayo tunaiona ndani ya Kola na grupu lake, kimsingi hasa roho hii ilipata mlango kwa njia kama 2-3. Unajua hizi roho huwa zinahitaji mlango tu basi. Mlango wa kwanza ulikuwa ni kiburi. Kiburi. Tutaangalia huko mbele. Kiburi. Napozungumzia kiburi, mimi huwa nazungumzia kiburi kama dhambi ya kijoka. Dhambi ya shetani. Shetani hakuzini kule mbinguni, ila tu alinuka kwa kiburi akashushwa chini. Lakini mlango wa pili ambao ulitoa nafasi kwa roho hii kwa Kola ni kutokutii. Hakuwa tayari kutii uongozi wa Musa na Haruni. Kutokutii. Na kutokutii ni mada nyeti sana katika Biblia. Wanafunzi wa Biblia mtakuwa mnaelewa vizuri. Yaani ukiondoa kutokutii, hata wokovu usingeupata. Yesu alitii hata mauti ya msalaba ili mimi na wewe tuweze kupokea wokovu. Kwa hiyo mahali popote panapokosekana na utii, kuna shida huwa zinaanza kuzaliwa katika moyo. Chukulia mfano, tuna mtu kama Sauli, mfalme wa kwanza wa Israeli. Sauli dhambi yake wala hakubaka mtu wala hakuua mtu, ni kushindwa kutii. Basi yaani instruction ambayo Mungu alimpatia ya kwenda kudili na Wamaleki, yeye akaenda kudili nao kwa njia yake yeye, sio njia ya Mungu. Samueli anakuja kumwelekeza maeneo ambayo hakufanya vizuri, bado hakuwa tayari kumwelewa nabii Samueli. Mwisho wa siku ufalme ulikomea kwake, haukuweza kuendelea mbele. Ikabidi Mungu atafute mtu mwingine. Akaona huyu kama kiongozi wa kwanza ndio kama lango, kuna wengine watakuja nyuma kupitia yeye, ameanza hivyo, hapana. Ikabidi amtafute Daudi. Jamaa akamweka kama. Na kutokutii kwenye Biblia kunafananishwa na uchawi, lakini pia kunafananishwa na kuabudu sanamu. Yaani Biblia imeipatia dhambi ya kutokutii sura ya tofauti sana, mbaya wala sio nzuri. Kwa hiyo mtu anapokaa kanisani au kwenye taasisi alafu
akaamua kutokuwa mtii kwenye ile taasisi, maanake ile hali yake ya kukosa utii huwa inafungua mlango wa roho ya uasi. Inafungua mlango wa roho ya uasi. Mwisho wa siku ataona, kwani siwezi kuwa askofu? Sina naweza kuhubiri. Kuwa askofu sio kuweza kuhubiri, ni neema ambayo Mungu ananiachia juu ya mtu. Na kama sio hivyo, maana yake Tanzania nzima wangekuwa maaskofu. Kuna wengine walianza wakachemka asubuhi tu. Ni neema. Yaani sio swala la kijanja kwamba unatumia ujanja fulani. Ni neema ya Mungu. Na wale ambao Mungu amewapa hiyo neema tunahitaji kuheshimu. Unajua, mimi waga ninajiuliza Bishop, kwa nini mtu kwa yali yako mwenyewe utake kuwa chini ya maono ya nafsi, alafu bado uwe hauko tayari kufuata nia yako ilikuwa sasa nini yani? Yaani wewe mwenyewe umekuja kwa kweli, askofu sikatufanya kazi pamoja, wewe mwenyewe, alafu mwisho wa siku unakaa kwenye hiyo huduma hautaki kufuata utaratibu, kutii. Yaani nia yako ilikuwa ni nini hasa yani? Unajua kuna vitu yani unaanza kutafakari, unavikosea majibu kabisa. Na kuna wengine akianza kuwekwa kwenye mfumo hayuko tayari. Tunaingiliana sana. Hii haiwezekani kabisa. Nilipoanza huduma hawakuwepo. Kama ulijua hawakuwepo, kwa nini uliwafuata? Anatoka. Utajikuta mtu ameshatembelea makanisa zaidi ya 10. Alikuwa kwenye huduma ya Maandazi Revival Center akatoka. Akaja Mwembe Chai Christian Center akatoka. Akaja Mashahidi wa Goliati Uamsho Center akatoka. Akaja Majeshi ya Daudi Assemblies of Church akatoka. Sasa wewe unataka kufanya kazi na malaika au na watu? Hao wote ni watu. Alafu kila taasisi inaweza kuwa na mapungufu yake kwa sababu ni watu ambao wako. Sasa wewe umeletwa pale, basi labda kuleta usawa mzuri zaidi, kutengeneza mazingira mazuri zaidi ili mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Ukitaka kumweka kwenye mfumo, kesho muone unakwenda pale unakuta bango jingine, Majeshi ya Daudi Revival Center, na si maaskofu. Ushakuta bango sio lako, unapita kama uone kitu. Okay. Maana ukiingia hapo ukichukuliwa hatua onekana umevamia. Sasa lakini pia ukiwa na watu wenye akili timamu ukawazungusha hivyo, mwisho wa siku watakuacha. Utakuja kupiga cross ya pili ya kwenda Machapati Assemblies Church, unaenda peke yako na mkeo. Wanakuambia wana basa, tumechoka sasa. Tulikuwa huku, tumetoka hapa. Kwa hiyo hao wote ni wabaya, ila wewe tu ndio uko sawa sawa. Wenye akili timamu watajua kwamba wewe una shida. Wewe una shida. Unajua Bishop, tunaongoza watu wengine wamesoma zaidi yetu. Tunaongoza watu wengine ni watu wazima zaidi yetu. Tunaongoza watu wanaofikiria. Ukisema hao ni kondoo wa Bwana, sio kama wale kondoo wenyewe, yaani lile ni neno la kimfano, ni watu. Na kama ni watu, manake wanawaza, wana akili, wana kizao, wana uwezo wa kuchakata mambo yani. Uweze kwa beba tu kama viazi. Hapana. Wao wana akili zao timamu. Wengine wanajua kuwa askofu ni kupata maspika makubwa basi. Ukishapata na maspika makubwa, drums na ngoma, basi ukapata na kola na koti kubwa, na umeanza kuwa askofu. Fanya hivyo ule muziki wako. Kwa hiyo kutokutii
huwa ni mlango unaofungulia roho za uasi katika maisha yako. Alafu katika kanuni za leadership, yaani wewe usipoonyesha utii kwa kiongozi wako wa juu, na hata wewe unaoongoza hawatakutii. Yaani mambo ya uongozi wa kiroho huwa yana kanuni zake, na zile kanuni zinapokosewa zinaweza zikadili na wewe hata kama askofu hajasema chochote. Ile kanuni ya uongozi itakupiga. Kwa nini? Mungu ni Mungu wa taratibu. Haiwezekani wewe zaka utoi, ila kila Jumapili unaodai zaka watu kanisani. Sasa uhalali wewe kupokea unapata wapi kama wewe utoi? Kile unachokifanya kuwa sehemu ya maisha yako huwa ni mbegu ambayo inaambukiza pia wala mbegu. Wewe usipokuwa mtoaji wa zaka na kadhalika, unajikuta tu unakuwa na washirika wa aina hiyo kama wewe. Alafu kwa muda niliokaa bishop kwenye huduma, wale wasiotoa zaka sio kama wanga wanafanikiwa, unakuwa wamepauka, yaani wamechoka kweli kweli. Hasa nasema sasa unafuu wa kutoa ni upi? Yaani ukila zaka sio kama ndio unafanikiwa kesho. Hamna. Yaani ndio unazidi kufunga kila mlango mbele yako. Na usipokaa sawa, utawatafuta walimu wa ukombozi ili wakukomboe. Na wale jamaa wa ukombozi bure. Ukienda ukombolewe lazima na bahasha ya ukombozi. Wanamsaidia Yesu kazi. Kwa hiyo hawasaidii bure. Kumbe kuna kanuni tu fulani ambao unatakiwa kuifuata tu basi. Lakini ukiangalia hii kiburi na kutokutii, kulikuwa kuna msingi wa kushindwa kuheshimu mamlaka ya wale viongozi ambao walikuwa juu ya Kora na timu yake. Kwa hiyo kiburi, kutokutii, matokeo yake hayakuwa mazuri. Walishindwa kukaa chini ya ile mamlaka. Niwaeleze hivi ndugu zangu, mwili wa Kristo huwa una nguvu zaidi na salama zaidi unapokuwa pamoja. Nitarudia. Mwili wa Kristo huwa una nguvu zaidi na salama zaidi unaposimama pamoja. Yaani kanisa likiwa pamoja, likawa na umoja, huwa linakuwa na nguvu kubwa sana ya kufanya mambo. Na ndio maana kama kuna kitu ambacho shetani anapambana nacho sana, ni kuhakikisha kuwa ndani ya kanisa watu hawasimami pamoja. Ndani ya taasisi watu hawasimami pamoja. Anajua anapofanya hivyo anadhoofisha uwezo wa kanisa kustawi na kuendelea mbele. Anadhoofisha uwezo wa taasisi kusimama na kuendelea mbele. Na sisi tunapokuwa sehemu ya taasisi tunahitaji kuhakikisha kuwa tunasimama pamoja. Usiruhusu mtu akupandie mbegu mbaya kuhusu kiongozi wako. Kuna wengine wanapokutana hivi wanapokezana namba za simu, mwisho wa siku wanaoyaongea wanayajua wenyewe. Yaani wewe umekuja huku, pole sana bwana. Kabla ya kuja huku ulikuwa wapi? Yaani ungebaki kule kule. Yaani huku hata hakuna unafuu. Sasa wewe umechukua namba ya simu ili mtu umpandie simu mbaya au ili umjenge mfanye kazi pamoja? Siku moja nilikuwa kule Geita, tuna tawi tulianzisha hapo. Sasa tuna maombi, baba ongeza watu. Siku moja ikaja familia moja kwa msadi nimalize baada pale. Baada ya siku kadhaa kuna jamaa anamuuliza, hivi ulifuatia nini hapa? Yaani hapo kanisani.
Akasema simulisia tu kuja. Ungebaki tu huko. Sasa mimi nilipoelewa sema jamani. Yaani mambo yote ya kufunga ya watu ongezeke, mtu anakuja afu namuuliza eti ubaki huko kweli. Jamani. Ilishangaza sana. Alafu yeye atoki. Ila huyo ndo arudi alikotoka. Yeye mwenyewe yuko pale pale. Ndio mbaya sana. Ili ni lile kundi la pili ambao haliko tayari kukaa chini ya baba. Na hawa wasio tayari kukaa chini ya mamlaka hawa, wakati mwingine kama ni washirika, hawezi kuchungika mahali popote pale. Yaani mwisho wa siku watu watakutia alama ya kaja huko, hiyo nafikiri itakuwa ni la 13 kama tukosea. Yaani alikuwa la kwanza katoka, la pili akatoka, na hapo pia tunahisi hata katu. Yaani wanafikia mahali watu wanakufahamu ya. Hebu badilisha utambulisho wako. Amua kukaa na kutulia. Mimi naamini kwamba Lenafe ni mahali salama sana. Ni mahali ambapo unaweza kukaa. Yaani kama nia yako ni kumtumikia Mungu, ni mahali sahihi sana. Inawezekana ukawa na nia nyingine, lakini kama nia yako, unajua kuna watu wapo kwenye huduma ila wana nia nyingine, lakini kama nia yako ni kumtumikia Mungu, basi hapo ulipo ni mahali salama. Ni mahali salama. Fanya kazi. Na kama hauna bango la Lenafe, kaweke ukitoka kwenye ile kongamano. Mimi sijui, na msiseme sio kampanga, ni mimi hajanipanga. Aliniambia tu, baba una nafasi ya kuja kukufundisha. Basi nikamwambia haina shida, nitakuja. Hajaniambia fundisha nini. Hiki ni cha kwangu mimi ambacho Bwana alikiweka ndani yangu. Sawa sawa ya. Useme sasa mbona kama anapiga mshono? Mimi kanipanga Yesu. Kama hauna bango la Lenafe kanisani kwako, ukitoka hapa kaweke bango. Na kama unaona hauna hela ya bango, na mimi makao makuu watakusupport hilo bango. Bango haina shida. Watakuja kukuwekea hapo. Haiwezekani uwe na kanisa bubu. Yaani wewe ni jengo tu na msalaba. Misalaba iko mingi. Uweze kujua ni msalaba upi huu. Weka hapo jina tujue kwamba ni msalaba, lakini pia hii taasisi ni taasisi gani? Usijegeshe. Unajua ukijegesha unapoteza muda. Unapoteza muda. Yaani ni bora utoke ujulikane kama haupo yani. Unapoteza muda sana. Na haya ni matokeo ya kuto kuheshimu mamlaka. Lakini pia nachotaka ukielewe, uhusiano wetu na Kristo unatusaidia kuwa na mahusiano bora kati yetu. Uhusiano wetu na Kristo unatusaidia kuwa na mahusiano bora kati yetu. Maana yake nini? Mtu ambaye hana mahusiano mazuri na Kristo ni vigumu sana kuwa na mahusiano mazuri na wengine. Na ndio maana hata ukitaka kuwa baba mzuri kwenye familia, lazima kwanza uwe na mahusiano mazuri na baba wa mbinguni. Wababa wengi ambao hawana ushirika mzuri na baba wa mbinguni, mwisho wa siku pia hawezi kuwa na mahusiano mazuri na familia. Ili uwe mama mzuri, lazima kwanza uwe na mahusiano mazuri na Kristo. Ukisha haribu mahusiano yako na Kristo, huwezi kuwa mama mzuri. Sasa tuna watu makanisani walishaga haribu mahusiano yao na Kristo, kwa hiyo wanatafuta kuharibu pia mahusiano ya watu wengine na watu wengine. Ukiona mtu akikuweka karibu ana taarifa mbaya tu za mchungaji, huyo mtu mwekee alama ya kuuliza, atakuwa na shida kubwa sana. Yaani ukiona akiwa karibu na wewe ana taarifa mbaya za huduma, yaani hanaga nzuri, huyo mtu ni hatari sana. Mweke mbali kwa usalama wako. Unajua, marafiki wanaokuzunguka kama hawataongeza thamani kwenye maisha yako, watapunguza thamani kutoka kwako.
Kwa hiyo ni vizuri kuchagua hata watu wa kuwa nao karibu, sio dhambi. Wengine tusalimiane tu, ubarikiwe sana na Bwana na amani ya Mungu juu na wewe, inatosha kabisa. Yaani kwa mbali, ubarikiwe sana na Mungu, amani iwe na wewe basi. Lakini kuna wale ambao wanaweza wakawa karibu na wewe, ambao najua kama hao wanapokuwa karibu na mimi watanisaidia kuendelea mbele, watanisaidia kuwa mwema, watanisaidia kuboresha karama na huduma yangu zaidi kwa ajili ya Kristo, watanisaidia kuwa mchungaji bora, kuwa kiongozi bora. Hawa watu waweke karibu, ni watu wazuri kwako. Lakini tuna watu ukimweka tu karibu anaanza kutema sumu. Unajua wewe hauko siku nyingi, sisi hapa tupo. Yaani kuna mambo wewe uyaelewe, sisi tunaelewa. Wewe umekuja juzi hapa. Mimi nafunga mwaka wa 8. Na mtu nakuta sasa ameweka sikio kama antena. Mwaka wa 8. Sasa hapa leo sina mengi, leo nitaongea tu kwa ufupi, anakueleza. Ila kwa sababu kwa pamoja tutakuwa ninakueleza tu kwa. Ukishaona mtu anakuja kwa namna hiyo, huyo mtu ni hatari sana. Hakutaki mema. Hakutaki. Unajua, mimi mwaka ninajiuliza hivi. Leo unamshambulia mfano kama askofu. Alafu akiwaita hapo kuombea maombi, unaleta vichwa au wekea mnasogezea. Unajua mtu. Sio mtana jana usiku. Kwa sasa hivi unamsogezea kichwa kabisa. Alafu unataka akuombee baraka. Unajua upako usioheshimu hauwezi kubariki mtu. Inawezekana wakabarikiwa wengine, lakini wewe ukabaki vile. Wengine wakaguswa, wewe ukabaki vile. Unajua unapoamua kukaa chini ya taasisi kama hii, maana yake wewe umezaliwa kwenye hii taasisi, umekuwa mtoto wa hii taasisi. Na viongozi wote ambao wako pale juu ni wazazi. Askofu ni baba, mama askofu ni mama. Haijalishi umepita umri na kadhalika, ila kwa nafasi yake ni mzazi. Kuna mwaka fulani nilikuwa namshika pale, anasalimia shikamoo, ni mtu mzima sana. Hata huyu nilikuja kuna kanisa anambia shikamoo. Ni mtu mzima kwa Mungu. Ile position. Sawa, ile nafasi. Baba, askofu ni baba. Haijalishi ana umri gani, ni baba. Mke wake ni mama. Sisi tumezaliwa chini yao. Lazima tunapotaka baraka, kuinuliwa, mafanikio, lazima tutambue uwepo wao katika maisha yetu. Na kama wewe hutatambua uwepo wao, manake tunarudi kwenye somo letu, umeshindwa kuheshimu mamlaka. Umeshindwa kuheshimu mamlaka. Wengine huwa wao wanadini na mama askofu. Anaharibu kazi, yaani baba ni mzuri la mama. Yaani hapo ni kwenye shida hapo. Mimi naamini hakuna mama askofu anaweza kuharibu huduma. Kwa sababu huduma imegharimu maisha yao. Imegharimu kila walicho nacho. Mimi siamini. Na kama itatokea kakosea ni bahati mbaya, lakini kimsingi hasa hakuna mama askofu anaweza kuharibu kanisa. Hayupo. Na wala uwezo ukamtenga askofu na mke wake. Hiyo ni timu moja. Uwezi kuwatenga. Ni wazazi. Kuna wengine unakuta ana mheshimu askofu mama abaya. Yaani uwezi kuniheshimu mimi alafu usiheshimu mke wangu. Hiyo heshima yako sita. Kwa sababu sisi ni mwili mmoja. Maana usiponiheshimu hata yeye pia umheshimu, na kama umheshimu hata mimi pia umheshimu. Unajua kuna mkao kanisani huwa unasaidia kuachilia baraka za Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo tunapokuwa na mahusiano mazuri na Kristo,
maana yake pia huwa yanasaidia kuwa na mahusiano bora kati yetu. Lakini napomaliza, mahusiano yalibuniwa kuakisi sura ya Mungu ndani ya kanisa. Mahusiano yetu, ushirika wetu umekusudiwa kuakisi sura ya Mungu. Kwa namna gani? Unapomwangalia Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hakuna shida kati yao. Mwana kwa hiari yake aliamua kukaa chini ya Baba, na Roho Mtakatifu kwa hiari yake aliamua kukaa chini ya Mwana na Baba. Hakuna shida. Na hata Yesu alipokuwa anaondoka, moja ya maombi yake ya kikuhani ni kuomba umoja kama ambavyo Baba na yeye walivyo na umoja. Kwa hiyo umoja na mahusiano mazuri ndani ya kanisa huwa yanaakisi sura ya Mungu. Migawanyiko ndani ya kanisa na taasisi huwa inaakisi sura ya Shetani. Mungu awabariki.